Halo ndugu msikilizaji, mwanafunzi na mwalimu, karibu tena. Leo tunaenda kuangalia sehemu ya pili ya kitabu chetu cha The Lion and the Gel kilichoandika na Wallace Soyinka. Kumbuka tulishia sehemu ambapo Sidi na Sadiku walikuwa wako pamoja, na mwandishi anajaribu kutuonyesha kwamba walikuwa wanazungumzia masuala ya posa, na hapo ilikuwa ni introduction ya sehemu ya pili ambayo ni mchana. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea tena na sehemu ya pili. Sehemu ya pili tunaendeleza hapo ambapo tunaona Sidi na Sadiku wako pamoja wanazungumza kuhusu posa. Posa hii imeletwa na Sadiku ambaye ni mke mkuu wa Baroka. Sasa Sadiku ni mke mkubwa wa Baroka na anamsaidia Baroka kumchumbia Sidi. Kwa hiyo anafikisha posa na anamwambia Sidi kwamba Baroka anatamani kuwa na wewe kama mke wake, lakini Sidi anakataa mara ya kwanza kutokana na kwamba yeye ni binti mdogo na hastahili kuolewa na mtu kama Baroka ambaye ni mzee. Sasa kutokana na Sidi kukataa, inamshangaza sana Sadiku kwamba Sidi anakataa posa ambayo imeletwa na chief kwake, na inashangaza sana binti kukataa wito ambao ni kama amri kutoka kwa mkuu, kwamba mkuu akishatoa wito au kitaja kitu fulani lazima waikubali. Sasa kinachomshangaza Sadiku ni kwamba Sidi anakataa kuolewa na chief wakati atapata matunda mazuri. Sasa Sadiku kibidi amwambie Sidi kwamba lakini Baroka anasema kwamba ukimuoa au ukiolewa na Baroka, ukiolewa na Baroka Sidi, maana ni kwamba hautakuwa ni mke ambaye pengine utakuwa unanyanyaswa, utapendwa sana na utakuwa ni mke wa mwisho na Baroka hatooa tena. Kwa maana hiyo ni kwamba kama Baroka akipoteza maisha, basi utakuwa mke wa kwanza wa chifu anayefuata. Kwa hiyo Sadiku anajaribu kumwambia Sidi maneno hayo ili pengine Sidi aweze kukubali kwa kuwa pamoja na Baroka. Sasa Sidi bado anaendelea kubisha na kukataa kwamba Baroka sio type yake, na anasema kwamba anamuona Baroka kama amemfuata pengine kwa sababu yeye amekuwa maarufu, kwamba umaarufu wa Sidi. Kumbuka kwenye sehemu ya kwanza tuliona Sidi akiwa maarufu na yupo kwenye jarida, lakini pia kwenye kona chini kuna Baroka. Sasa umaarufu wake ule, Sidi anaona kama yeye ni mtu maarufu zaidi sasa hivi na Baroka sio mtu wa kuwa naye. Kwa hiyo anaona kama yeye ni mtu maarufu kuliko hata chifu mwenyewe. Anamdharau Baroka na anaona kwamba Baroka anatamani kuwa mpenzi wake au mume wake kwa sababu tu Sidi amekuwa maarufu. Umeona? Kwa hiyo ni kwamba anataka awe na Sidi ili aweze kujisifu kwamba anatembea na mwanamke mrembo wa kijiji cha Irujinli. Sasa baada ya Sidi kuongea hivyo, Sadiku tena akawa ametafuta namna nyingine. Sasa akabadilisha, akamwambia Sidi kwamba lakini sio hivyo tu, Baroka anatamani ale chakula cha jioni na wewe na hata kufanyia kitu chochote kibaya. Hawezi kufanyia kitu chochote kibaya. Anabadilisha mbinu nyingine baada ya kuona mbinu zinagonga ukuta. Sasa anapokuwa anabadilisha mbinu hiyo, Sidi anakuwa mjanja, anaelewa hayo. Anasema kwamba anamjibu Sadiku kwamba haya mambo yalishafanyika sana na Baroka alishayafanya sana kwa mabinti na watoto wa kike wengi sana, na alikuwa anawadanganya kwamba anaenda kupata nao chakula cha mchana, lakini wanaishia kwenye kufanya mapenzi ngono na pengine kuishia kuwa maasuria au wake zake. Kwa hiyo Sidi anatambua hilo na anaona kama hiyo ni kujivunjia heshima. Sasa anaendelea kukataa. Kwa hiyo baada ya Sadiku kuona kwamba Sidi ni mtu ambaye kidogo ni mbishi, basi ikabidi Sadiku aachane na hayo mambo, kutokana na kwamba
Sidi amekuwa mjanja na anaelewa kila mbinu ambayo anaitumia na anajaribu kuipangua. Kwa baada ya Sidi kumjibu kwamba hiyo ni kama mbinu tu, hiyo ni mbinu yaani kwamba kula chakula cha jioni na Baroka ni mbinu tu ya Baroka kuwapata wabinti na kulala nao pengine na kuwaacha bila kuwatolea ubikra. Baada ya kuwatolea ubikra na kuwaacha kama masulia, basi akawa ameacha kuzingatia maagizo ya Sadiku. Sasa baada ya kuwa wameachana Sadiku na Sidi, onesho tunaonyeshwa Lakunle akiwa anasimulia jinsi alivyovuruga jaribio la idara ya kazi za umma, yaani Baroka. Aliharibu swala zima la barabara ya njia ya reli. Niseme njia ya reli kwa Kiswahili ambacho kitaeleweka, kwamba yani reli ilitakiwa ipite kwenye kijiji cha Elujinli. Sasa Baroka akawa amemwambia surveyor, naweza nikasema labda pengine ni mpima ardhi hivi, ambaye yule surveyor alikuwa anapima kwa ajili ya reli iweze kupita sasa kijijini kwa Baroka, ambayo sasa Baroka ndio chief wa hicho kijiji. Kinaitwa Elujinli Village. Sasa wakati surveyor anapima barabara ipite, reli ipite katika kijiji cha Elujinli, Baroka anamuonga vitu kadhaa, anamuonga pesa ili aweze kupitisha au kupindisha hiyo barabara ya reli isipite kwenye kijiji cha Elujinli. Kwa hiyo anamuonga pesa, lakini pia anamuonga vitu kama njugu, anamuonga kuku, lakini pia anamuonga mbuzi. Kwa kuna vitu ambavyo alimpa. Alimuonga pesa, akamuonga nafaka, akamuonga kuku, lakini pia akamuonga na nini, akamuonga na mbuzi. Kwa hiyo sasa kutokana na huyu surveyor kupewa hivyo vitu vyote na Baroka, ikabidi ajifanye kuwa amefanya makosa katika kusoma ramani ambayo ilikuwa inahusiana na upimaji wa ardhi kwa ajili ya njia ya reli kuweza kupita. Unaona bwana. Kwa hiyo akaipitisha reli mbali zaidi na kijiji cha Elujinli. Sasa hii scenario inasimuliwa kama flashback, imeingizwa humo na Lakunle mwenyewe akiwa anasimulia namna ambavyo Baroka ni kiongozi mbaya, kwamba hataki maendeleo ya kijiji. Badala ya kupitisha njia ya reli kwenye kijiji chake, anapindisha, anatoa hongo, alafu reli inashindwa kupita kwenye kijiji chake. Kwa hiyo sasa Lakunle anajaribu kutoa sasa hapa, kutokana na mawazo yake, anajaribu kutoa mawazo kwamba Baroka alifanya hivyo lengo ni kuwa ni wanakijiji wasipate kutambua ubovu wa madaraka ya Baroka na ubovu wa viongozi walio madarakani. Kwa hiyo ni sababu ambayo Lakunle anajaribu kuisema kwamba Baroka amepindisha reli isipite kwenye kijiji cha Elujinli. Lengo ni kwamba wanakijiji wasipate kuelewa mambo yanavyokwenda, wasije wakajanjaruka, wakawa werevu wa mambo, kwa sababu maana yake reli ikipita, maana yake ni kwamba kutakuwa na maendeleo fulani, unaweza kuwa labda ni mjini na kadhalika. Kwa hiyo lengo la Baroka kutokana na Lakunle anasema kwamba jamaa hakupitisha hiyo reli kwa sababu hakutaka wananchi wake wajinga waweze kuamka na kutambua kwamba wanaendeshwa ovyo kabisa na kiongozi na yeye ni wa ovyo. Sasa wakati hiyo onesho linaisha, tunaonyeshwa tena sasa kwamba ni Baroka tayari yupo chumbani na yupo na mke wake mpendwa kabisa, mke wake kipenzi, anaimpenda mke wake, anaitwa Ailatu, na mke wake anamngoa nywele za kwapani. Lakini sasa wakati wanaendelea kupiga stories hapa na pale, Baroka anaingiza stories za kuongeza mke wengine kama utani, lakini mke wake kutokana na kwamba anapinga masuala mazima ya usaliti,
badala ya kumng'oa nywele za kwapani katika ile namna ya kimapenzi, anamng'oa kwa makusudi ambayo inaonekana kama kwamba ni bahati mbaya, lakini anafanya hivyo kutokana kwamba amekasirishwa. Kwa hiyo hii hasira zinamfanya anamng'oa kwa uchungu. Anamng'oa kwa uchungu. Sasa anapokuwa anamng'oa kwa uchungu, Baroka anaumia na anamfukuza mke wake huyu. Sasa hapo hapo tunaona Sadiku anaingia akiwa anakuja kumpasha habari mume wake ambaye ni Baroka. Anakuja kumpasha habari kuhusu katalio la Sidi wa Baroka. Anakuja kumwambia Baroka kwamba Sidi amekataa posa yake. Sasa Baroka anaposikia ujumbe kwamba Sidi amekataa posa yake, akawa amewaza, akaona atafute mbinu nyingine ambayo pengine itamsaidia kumnasa binti huyu. Mbuga Baroka ni simba, lion, alafu Sidi anawakilisha vitu vya thamani, johari. Anawakilisha johari. Kwa hiyo kumbuka kwamba simba anamuwinda binti, kwa Baroka anawawinda vibinti kadhaa na ikiwemo Sidi. Kwa sasa anatafuta mbinu nyingine ambayo itamfanya ampate Baroka, ambaye kwenye mikono yake na aweze kuingia naye chumbani na naye anafanya naye mapenzi. Muona bwana. Sasa akaona sasa atumie mbinu gani? Akaona mbinu ni ipi? Alipobuni wazo, akaona kwamba amdanganye Sadiku kwamba nguvu zake za kiume zimekufa. Sasa akamwambia sasa lakini sasa hivi pia maisha yangu ni changamoto. Mimi pia nguvu zangu za kiume sasa hivi zimekufa kabisa, na kwa takriban wiki nzima sasa. Sasa Sidi alipokuwa akisikiliza hiyo story au hayo maneno ambayo alikuwa anasema na Baroka, alifurahi sana kwa sababu aliona kabisa kwamba ni kama ushindi wa kwake. Akiwa anafurahi moyoni kabla hajareveal nje, akawa Baroka anamwambia kwamba lakini usitoe siri, naomba kabisa usitoe siri, usimwambie mtu yeyote mke wangu, usimwambie mtu yeyote lakini yeye akiwa anamwambia hivyo Sadiku, akaamini kwamba Sadiku ni mbea, ataenda kumwambia Sidi, na kisha mwambia Sidi anaweza akaja kwa kutokuogopa. Kwa hiyo atakuwa anaamini kwamba sasa hivi jamaa hafanyi chochote yule, hangati. Kwa hiyo Sidi atakuja na Baroka atafanya yalivyo aliyoyapanga kuyafanya. Na baadaye katika sehemu ya 3 tutaona, na ni kweli yalitokea hayo. Sidi baadaye alikuja kama kundi yake Baroka na akaishia kwenye mikono ya Baroka na wakawa wamefanya naye mapenzi. Sasa sehemu ya 2 ambayo ni mchana inaishia hapa, na tunaingia sehemu ya 3 ambayo hii sehemu ya 3 ni night au usiku. Sasa Sadiku tunaonyeshwa kabisa kwamba Sadiku sasa yupo sehemu fulani, hayupo ndani, yupo sehemu fulani hivi, ameenda kumsalimia Sidi, kumwambia yanayoendelea. Anapoenda kumwambia yanayoendelea, anafika pale akiwa anashangilia. Alipokuwa anashangilia, Sidi haelewi kwamba anashangilia kwa nini, ni nini kinamfanya afurahi. Kwa hiyo wakati anashangaa, basi Sadiku akamwambia Sidi kwamba anafurahi kwa sababu Baroka hana uwezo wa kufanya jambo lolote na sasa hivi ni important. Na hii ilishawahi kutokea kwa baba yake, ilitokea kwa baba yake na Baroka pia, kipindi ambacho mimi Sadiku nilikuwa mke wake baba yake. Kwa hiyo Sadiku anajaribu kuithibitisha hili kwa Sidi kwamba jamani, kweli ni important kwa sababu inaonekana amerithi kutoka kwa baba yake. Kwa hiyo wanashangilia na kusema kwamba ni ushindi wa kila mwanamke, ni ushindi wa kiwasa. Kwa nini ni ushindi wa kila mwanamke? Kwa sababu Baroka alikuwa anawanyanyasa wanawake, anawatendea anavyotaka, kwa sababu yeye ni kiongozi, anatumia madaraka vibaya kwa ajili ya kuwini love, yani kwa ajili ya kuingia kwenye mapenzi na wadada.
wa kila aina aliyokuwa anaona kwamba ni wazuri na anastahili kulala nao. Kwa hiyo wanashangilia kwa pamoja na kufurahi. Sasa wakati huo anajitokeza Lakunli, anajitokeza Lakunli, anafika pale, wanakuwepo Lakunli, Sidi pamoja na Sadiku. Sasa Sidi baada ya kuwa amesikia taarifa, anajaribu kufikiria kwamba kumbe kama Baroka ni important sasa hivi, maana yake hafanyi chochote, nguvu zake za kiume zimekwisha au zimekufa, basi itabidi niende Ikulu na kwa lengo la kula chakula cha jioni pamoja naye, lakini pia nitapata fursa ya kumdhihaki. Kwa hiyo Sidi anajaribu kujipa nafasi ya kwenda kwa Baroka. Nakumbuka Baroka alikuwa amefanya kama mtego tu ili Sidi aende, na kwenda Sidi akaingia kwenye mtego. Kwa hiyo anataka kwenda kwa Baroka sasa, kwamba kwenda kupata chakula cha jioni na kumdhihaki. Kwa hiyo Lakunli anajaribu kumuonya kwamba asiende, lakini Sidi anampuuza na akawa amekwenda nyumbani kwa Baroka. Huku nyuma tunaona kuwa na ugomvi kati ya Lakunli na Sadiku, na Lakunli anaumizwa sana na kitendo cha Sadiku kumshawishi Sidi kwenda kwa Baroka, lakini pia Sadiku na yeye anajaribu kumbishabishia Lakunli kwamba mbona wewe mtu mwenyewe hujalipia mahali, unakuwa unakasirishwa na nini wakati hata mahali yenyewe haujalipa? Basi lipia mahali basi uweze kumooa huyu ambaye umpendaye. Kwa hiyo wanaingia kwenye mtafaruku. Sasa wakati hii scenario inaisha, wote onesho hili linaisha, tunaona bwana Lakunli akiwa anajaribu kuelezea mabadiliko ambayo pengine alikuwa anatamani yawepo, na pengine yeye akiwa kiongozi angeyafanya. Kwa anajaribu kusuggest mageuzi ambayo pengine anatamani kijiji chake kiyapate, na anasema kwamba angefanya kitu kama vile kuondoa mahali, lakini pia angejenga barabara nzuri za magari, lakini pia angetamani watu watumie masufuria badala ya vyungu vya udongo. Vyungu vya udongo, kumbuka, vilikuwa vinatumika katika kijiji cha originally, na hiyo ni asili yao, na hii ndo Afrika. Kwa sababu jamaa Lakunli ameshakuwa educated na westernized, anakuwa ana suggest mambo kama haya. Lakini jambo lingine ambalo alisema, ambao mabadiliko ambao anatamani yawepo katika kijiji chake ni kuacha ndoa za mitaala. Na anasema kwamba ndoa za mitaala zinasababisha kukosa nguvu za kiume, baada ya kuwa na yeye ameona vitu kama hivyo, kwamba unakuwa unafanya mapenzi na wanawake wengi kwa muda mrefu, kwa unawahi kuchoka sana. Lakini pia anasema magari kwa ajili ya viongozi, lakini pia anasema kwamba kukata miti na kuchoma misitu. Lengo ni nini sasa? Anasema kwamba lengo la kukata miti na kuchoma misitu ni kupanda bustani ya kisasa kabisa ya wapenda nao. Hayo ndio mawazo yake anayoyawaza. Lakini pia anasema kuchapisha magazeti kila siku, mabadiliko ambayo anajaribu kuyasema. Lakini mabadiliko mengine anasema kufanya mashindano ya urembo. Mabadiliko mengine ni kwamba shule ya kucheza dance za kisasa, yani kucheza muziki na nini. Ndio anaamini hivyo jamaa, mabadiliko ambayo pengine angetamani yawepo. Lakini mengine anatamani mabadiliko yawepo katika kijiji cha Luginde. Anasema kukataa tabia ya kunywa divai ya mnazi, na badala yake watu kunywa chai yenye maziwa na sukari. Yani jamaa anazungumzia mambo ya usasa sana. Lakini pia anasisitiza swala zima la Sadiku, na anamgusia Sadiku. Anasema Sadiku anapaswa kuanza kuhudhuria shule yake kwa sababu ni mzee, lakini hana elimu kwa sababu hajui kusoma wala kuandika. Kwa hiyo anajaribu kugusia Sadiku na kuonesha dharau kwa Sadiku kutokana na kwamba hajui chochote katika masuala mazima ya elimu. Kwa baada ya hapo tunaona onesho linabadilika, linaambia chumbani kwa Baroka,
Tunaona Baroka anafanya mchezo wa mieleka, anafanya mchezo wa mieleka na akiwa na rafiki yake. Anapokuwa anafanya mchezo wa mieleka, tunaona Sidi anaingia katikati ya mchezo huo na anajifanya kana kwamba amekuja kutubu kwa yale aliyoyasema. Baada ya kuwa Sidi ameingia chumbani kwa Baroka na ukuta Baroka akiwa anacheza mchezo wa mieleka na rafiki yake, tunaona kabisa kwamba Sidi anaanza kumdhihaki Baroka kwa vitendawili, ni kwamba mbwa ng'ati na nini na mambo mengine kama hayo, ambao kwa Waswahili tunajua kabisa kwamba tunatumia vitendawili vyetu vya asili kumdhihaki mtu kwa namna kama hizo. Sasa anapokuwa anamdhihaki Baroka anasema kuwa kwamba yeye kwa kawaida hubadilisha wapiganaji, akiwa anabadilisha wapiganaji basi anapata kujifunza namna ya kuwatupa chini na kubadilisha na kubadilisha wake zake. Umeona bwana, hasa pale anapochoka. Sasa Sidi akawa anaendelea kumdhihaki. Kwa hiyo wanajaribu kuonesha tu namna ambavyo Sidi alikuwa anamdhihaki, akiwa anaendelea kumdhihaki ndipo sasa Baroka anagondoka kwamba huyu Sidi amekuja kwa sababu ameambiwa siri na Sadiku, na hiki ndicho ambacho alikuwa Baroka anatarajia, kwamba alimtrick Sadiku, akamwambia kwamba yeye ni important, nguvu zake za kiume zimekwisha. Akaamini kisa kwamba Sadiku alimtrick Sadiku kwamba nguvu zake za kiume zimekwisha, akiamini kwamba Sadiku atakwenda kumwambia Sidi, lakini akawa anajifanya kwamba ameumizwa na hicho kitendo, na anamwambia Sadiku kwamba jamani, siende kutoa siri. Sasa Sadiku akaenda kutoa siri, lakini huu pia ni usaliti ambao Sadiku ameufanya, kwa sababu ameambiwa sitoe siri, lakini yeye akatoa siri. Kwa hiyo sasa Baroka, kutokana na ile dhiaka ambayo Sidi anaifanya, Baroka akagundua kwamba Sidi atakuwa ameambiwa kila kitu, na Sadiku. Sasa Baroka akawa amechukua nafasi, anatumia nafasi hiyo kwa ya kipekee ambayo Sidi amejileta, anatumia nafasi hiyo vizuri kweli kweli. Sasa akawa amemfuata Sidi, anamsogelea akiwa anaongea methali na yeye na maneno mazuri. Kwa akawa anamshawishi Sidi kwa maneno mazuri hapa na pale, lakini pia akitumia misemo na methali. Anamwambia kwamba ukweli ni kwamba divai ya zamani ukaa vizuri zaidi kwenye chupa mpya. Divai ya zamani ukaa vizuri zaidi kwenye chupa mpya. Maana chupa mpya ni Sidi ambaye ni mchanga, alafu divai ya zamani ni Baroka mwenyewe. Kwa hiyo Sidi na yeye anatumia methali, Sidi anatumia methali, Baroka na yeye anatumia misemo yake. Sasa anapokuwa anaendelea kumshawishi, mara Sidi anashtukia tu kwamba yupo kwenye mikono ya Baroka, na anakuwa wanaanza kufanya kile ambacho Baroka alitarajia kukifanya, na Sidi pia aliamini kwamba siku akienda kwa Baroka atafanyiwa kitendo hicho, na hicho ndicho kilichofanyika. Kwa hiyo Sidi anashtukia yupo kwenye mikono ya Baroka vizuri kabisa, pasipo kutarajia. Kwa hiyo alishauriwa na Lakule asiende, yeye akaenda kwa lengo la kumdhihaki. Sasa wakati hayo yanaendelea ndani, misuguano na nini, basi misuguano ikiwa inaendelea huko ndani kati ya Sidi na Baroka, Baroka akiwa anapata utamu wa hapa na pale, basi tunaona na kuna huku nje tunaona kuna Lakule na Sadiku wanamgoja Sidi atoke ndani. Kwa hiyo Sidi akawa amechelewa kutoka, kutokana na kwamba walivyokuwa wamepanga. Kwa hiyo anapokuwa anachelewa kutoka, Lakule anahisi kana kwamba kuna jambo baya limempata na anatamani kwenda kumuokoa. Sasa wakati wanajaribu kutazama katika moja na mbili, maana wanamuona Sidi akiwa anatoka nje akiwa anakimbia, anajitupa chini na kuanza kulia. Sasa Lakule haelewi nini kimetokea, anadhani labda pengine labda Sidi amepigwa, lakini Sidi anakuwa anamwambia Sadiku kwamba
Baroka alimdanganya na kwamba ilikuwa ni mbinu yake ya kumpata. Kwa hiyo ndipo sasa Lakole anagundua kuwa Sidi amelala na Baroka, lakini japokuwa Sidi amelala na Baroka, Lakole anaahidi kuendelea kuwa naye na anatamani kuwa naye kimapindoa. Kwa hiyo Sidi ni kuku ambaye amechinjwa tayari, kutokana na dharau zake na kutokumsikiliza Lakole, basi akawa amefanywa kitendo ambacho yeye hakutarajia. Amelazimishwa kufanya mapenzi na kiongozi au chief pasipo matakwa yake, na hii ni kwa sababu alikuwa na msimamo lakini akaubadilisha kutokana na kutomsikiliza Lakole. Kwa hiyo sasa Lakole kutokana kwamba anatamani kuwa na Sidi kindoa kama mke wake, basi hajali kwamba Sidi ameingiliwa na Baroka. Kwa hiyo yupo tayari na anasubiri ndoa. Sasa anashangaa Sidi anaingia tena ndani. Sasa Baroka anasema labda pengine anaenda kujiandaa. Anapokuwa anaendelea kusikilizia kidogo, kusikilia Sidi, anaona kuna wacheza ngoma wakiwa wanakuja huku wakicheza na kuimba. Kwa hiyo Lakole akatamani kuwafukuza kutokana kwamba akawa nadhani pengine wanakuja kumdhihaki kwamba ipo ndoa kwa ajili yake na Sidi, lakini anapokuwa anataka kuwafukuza, mara Sidi naye anajitokeza, anaungana nao akiwa anacheza na kufly akiwa tayari kwa ajili ya kuolewa na Baroka. Kwa hiyo Sidi anapokuwa anajitokeza, akawa ameandamana na wanamuziki, wakaelekea nyumbani kwa Baroka. Lakini akawa ameona atumie fursa kumwalika Lakole, na akamwambia kwamba Lakole na kualika uhudhurie kwenye harusi yangu na Baroka, na pengine sio lazima, ila ukitaka basi karibu uje uangalie harusi yangu ambao sasa naenda kufunga ndoa na Baroka. Na akawa amemweka wazi Lakole Sidi anamweka wazi Lakole kwamba anakwenda kwa Baroka, anaenda kuolewa na Baroka kuwa mwanaume wake, na hatamani kwenda kuolewa kwa mwanaume mwingine kwa sababu aliyemtoa ubikira ni Baroka, na ameshaonja tayari nguvu za Baroka na uwezo mkubwa anao wa kufanya kile ambacho yeye anakiona anastahili kukifanya, yaani ngono. Wenyewe wanasema mahaba, ni mtu wa mahaba kweli kweli, na ni shupavu, ana nguvu kweli kweli za kiume. Kwa hiyo anasema kwamba ataenda kuolewa na Baroka kwa sababu amemtoa ubikra, lakini pia ana nguvu za kiume kweli kweli, ni mtu strong na ana strength ya kutosha kwenye mazingira yake, kwenye sehemu za nyeti. Kwa hiyo hatamani kuolewa na mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo anasema hata kwenda kwa mwanaume mwingine baada ya kujaribu nguvu za Baroka. Nasisitiza yani, ili mwanafunzi upate kuelewa kwamba kitabu hiki kinahusu nini, na kitabu kikawa kimeishia hapo. Pengine nilitamani nielezee kidogo kichwa cha kitabu ambacho hiki ni The Lion and the Jew. Hiki the lion ina symbolize imetumia kumwakilisha Baroka ambaye ni chief. Imetumia kumwakilisha Baroka ambaye ni chief, na tunaambia kwamba chifu huyu ana umri wa miaka 60 na anakuwa anawawinda mabinti na binti mojawapo ambaye anamsaka ni mrembo wa kijiji ambaye anaitwa Sidi. Kwa hiyo sasa tunaweza kusema kwamba neno simba linatumika kutokana na tabia ya Baroka ya kuwinda mabinti, huku akitumia kila njia inayowezekana, hata kukandamiza mpinzani wake kama vile Lakole ambaye ni mwalimu. Kwa hiyo sasa anafanya hivyo kama ambavyo simba anafanya hivyo hivyo msituni akiwa mfalme wa nyika. Kwa hiyo huyu simba the lion ambaye ni Baroka ni simba wa nyika, na kama ambavyo unajua kabisa tabia ya simba mfalme wa nyika, anafanya hivyo hivyo
anajaribu kuwakandamiza wanyama wenzake msituni kwa lengo tu la yeye kujinufaisha na chakula. Sasa Rachel au Johal ni nini? Hii inawakilisha wasichana au msichana mzuri yeyote ambaye yupo kwenye kijiji cha Irujinli, na hasa Sidi mwenyewe, japokuwa wapo wengi, lakini Sidi anasimama kwa niaba ya hao wanawake au mabinti wazuri wa kijijini hapo. Kwa hiyo Sidi ni mrembo wa Irujinli,